kama mfariji kwetu, tutakuona kama tabibu kwetu, tutakuona kwa njia tofauti tofauti. Asante Baba kwa kuwa upendo wako huko juu yetu, umetupatia nafasi nyingine tena na hatutaki kuitumia kwa njia isiyostahiki. Asante Baba wa rehema kwa kuwa umesikia, na tunapomaliza salama tutasema ni asante. Katika jina safi la mwanao Yesu aliye hai tunaomba. Amen. 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 Niweze kuwakaribisha kwa mara nyingine wapendwa wangu katika somo la asubuhi, na somo hili ni kama kawaida ambalo tumelianza Jumatatu iliyopita, Jumapili iliyopita, linaendelea. Basi nikualike uweze kufuatana nami katika somo hili, na kama vile ambavyo tumefanya siku zote, tutaendelea kuwa na maombi mengi ya kuweza kujitoa au kujikomboa katika vifungo vya mwovu, katika anasa ambazo tumeweza kuingizwa, au katika anasa wapendwa wetu wameweza kuingizwa. Kwa hiyo ni kuendelea kujikomboa katika nguvu za giza, kukomboa familia zetu, kukomboa kazi zetu, kukomboa kila kitu ambacho mwovu amekifunga. Basi karibu sana mpendwa katika somo hili ambalo linasema kuvunja nguvu za giza kwa mamlaka ya Kristo. Kuvunja nguvu za giza kwa mamlaka ya Kristo ndilo somo letu leo, ikiwa ni sehemu ya tatu ya somo hili. Jana tuliweza kuona namna ambavyo Mungu ameahidi katika kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 54 na mstari wa 11. Ndipo tulipokuwa tumesimamia jana. Tukaona ya kwamba Mungu atajenga familia zake kwa kutumia mawe ya thamani, kwa kutumia uwezo wake. Yeye mwenyewe atajenga familia yake ambayo shetani ameweza kuivamia. Ndipo tulipoona pale kwenye kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 54, niparudie. Ilikuwa ni Isaya 54, lakini ilikuwa ni mstari wa 11, ambapo Bwana alisema hivi: ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Tukaona kwamba hii yakuti samawi ni jiwe lenye thamani, ni jiwe ambalo lina nguvu, lenye thamani katika mawe ambayo yenye thamani katika hii dunia. Na Mungu amesema ya kwamba misingi yako ataijenga kwa mawe haya. Mpendwa, katika asubuhi hii ya leo, Mungu anatuambia nini katika asubuhi hii ya leo? Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao hauaminiki, alafu pia kuna nguvu ambazo hazionekani kwa macho ya kibinadamu, kwa macho ya nyama. Kuna nguvu ambazo hazionekani. Kuna vita inayoendelea, na ni vita ya kiroho au vita vya kiroho. Tunaposoma pale kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 na mstari wa 12, ambapo panatuambia kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii ndiyo vita yetu, vita ambayo kwa macho ya kibinadamu hauwezi kuiona, lakini anayeiona ni yule mtu ambaye ni yeye naye yuko kiroho, anapigana kiroho. Tukaona ya kwamba ili uweze kushinda vita vya kiroho, lazima kwanza wewe mwenyewe uwe kiroho. Ujue ya kwamba yule anayekuchukia
siye ndiye anayekuchukia, bali yule anayekuchukia kuna kitu ambacho kiko ndani yake kinamsukuma kuchukie. Tukajifunza ya kwamba utakapoona kuna shambulio, kuna mashambulizi katika familia yako, ujue ya kwamba siyo yule anayeleta shambulio au shambulizi, bali ni kile kilichomo ndani yake. Kwa hiyo vita yetu si vita vya ngumi, si vita vya mikono, si vita vya bunduki, bali ni vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Kuna watu wengi wanateseka bila kujua chanzo. Kuna ndoto za ajabu, hofu zisizoelezeka, mikosi inayojirudia mara kwa mara, vifungo vya kiroho. Vifungo vya kiroho. Hizi mara nyingi ni dalili za nguvu za giza zinazofanya kazi kwa siri. Labda nirudie haya maneno. Kuna watu wengi wanateseka bila kujua chanzo. Watu hawa wanaoteseka wanateswa na ndoto za ajabu, wanakuwa na hofu zisizoelezeka, wanakuwa na mikosi inayojirudia, wanakuwa na vifungo vya kiroho. Na hizi mara nyingi ni dalili. Unapoona vitu kama hivi, ujue ya kwamba kuna dalili. Unapitia changamoto ya ndoto ambazo unaona uko kilioni, ndoto ambazo unaona unalishwa chakula, ndoto ambazo unaona unavuliwa viatu, unavuliwa nguo, ndoto ambazo unaona unakimbizwa. Jua ya kwamba hizo ni dalili za vita vya roho. Vita vya roho. Alafu zinapita katika hizo ndoto, zinapita katika hayo maeneo ili usijue. Wewe utaona tu unaota, unakimbizwa, unafikiri tu ni kawaida. Unaona uko kilioni, mnakula, mnaenjoy. Hauamki, haujui ni nini kinachoendelea. Mpendwa, unapojua, unapoona ndoto kama hizo, amka. Anza kukemea hizo ndoto, anza kuzishughulikia haraka iwezekanavyo. Otherwise, utajikuta hauendelei, utajikuta mambo yanaharibika, utajikuta familia haipigi hatua kwenda mbele, utajikuta unapoteza kazi, utajikuta mambo yako hayaendi kwa sababu haukuamka mapema. Mpendwa, katika asubuhi hii ya leo, na kuomba unapojua hivyo, unapoona hayo mambo, jua ya kwamba unapitia vita vya kiroho ambavyo havionekani, vinakuja kwa kazi ya kisiri. Wanatenda kazi, yani zile mamlaka za shetani zinafanya kazi kwa namna ambavyo mtu mwingine hataona. Kwa macho ya kibinadamu watajua tu ni magonjwa ya kawaida. Tumesikia visukari, mtu anauma kisukari ambacho ni cha feki. Tumesikia kansa za feki. Tumesikia mtu anauma, akipelekwa hospitalini anaambiwa hakuna chochote, hakuna magonjwa, hakuna dalili za mgonjwa, lakini mtu anateseka. Mpendwa, unapoona hayo, amka, omba, ita Mungu akusaidie. Lakini katika asubuhi hii ya leo nawaletea habari njema, na habari njema ni hii: Yesu tayari alishinda. Yesu ni mshindi. Alafu wewe unayemfuata Yesu inakubidi uwe mshindi katika jina lake. Wewe ambaye katika asubuhi hii ya leo umeamka, umekuja kutafuta Yesu, wewe pia ni mshindi. Wewe ni mshindi. Mamlaka iko mikononi mwako. Haleluya. Tunayo mamlaka, wapendwa. Alafu asubuhi hii ya leo natamani tena ile imani tuliyoanza nayo jana, tuliipandisha, leo tena tunaipandisha zaidi. Leo tena tunaongeza imani nyingine. Tunaweka, yani kama vile unajenga. Mjenzi anapojenga anaweka tofali la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Kesho akirudi anaweka la 5, la 6, la 7.
anaendelea kupanga na panga na panga mpaka nyumba ije kukamilika. Kwa hiyo kwa ile imani ndogo tuliyoanza nayo, tuendelee kuipandisha, tuendelee kuikuza, tuendelee kuijenga, tuendelee kuisimamisha. Alafu na isitoshe, jana tukaona kwamba ni heri mwenye akili ambaye aliyejenga nyumba kwenye mwamba, alafu mvua ikaja, upepo ukavuma, lakini ile nyumba ilibaki imara, ilibaki kuwa imara. Kwa hiyo mwenye akili na mwenye busara ni yule anayesikia maneno ya Yesu na kuyatenda. Yasibaki hapa, yasibaki hapa. Tusio watu wa kuja kila siku, tunakaa hapa, tunahubiriwa, tunaomba, tukiondoka basi naisha. Nahitaji ukija hapa utoke na kitu. Ukija hapa utoke umebarikiwa na ujenge imani. Ujenge imani. Ujenge imani. Leo tunajifunza namna ya kusimama na kupigana na kushinda nguvu za giza. Na kushinda nguvu za giza. Fungu letu simamizi tunalipata kwenye kitabu cha Wakolosai 1:13. Fungu letu simamizi Wakolosai 1:13. Anasema hivi: yeye aliyetuokoa katika mamlaka ya giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo wake. Haleluya. Yeye aliyetuokoa katika mamlaka ya giza. Tumeona pale kwenye Waefeso 6:12 kwamba tunapigana na nguvu. Kuna mamlaka ya hapa duniani, nguvu za giza na wakuu wa hapa duniani ndio tunapigana nao. Lakini sikia ujumbe jinsi unavyosema kwamba yeye Mungu ametuokoa kutoka katika mamlaka ya giza. Alafu na isitoshe akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme. Oh, haleluya. Ile fungu la Petro wa pili 9, kama sio Petro wa kwanza, sura ya pili mstari wa 9, basi linakuwa limetimia. Linakuwa limetimia kwamba sisi ni watoto wenye miliki ya kifalme ya Mungu. Tumetolewa kwenye nguvu za giza, tumehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa upendo wake. Nguvu za giza na mamlaka ya shetani. Nguvu za giza ni mamlaka ya shetani. Nguvu za giza ni mamlaka ya shetani. Uchawi ni mamlaka ya shetani. Mapepo ni mamlaka ya shetani. Laana ni mamlaka ya shetani. Na vifungo vya kiroho ni mamlaka ya shetani. Lengo la shetani ni kuiba baraka zako. Ndo malengo yake ni kuiba baraka zako. Malengo yake ni kuua ndoto zako. Samahani. Malengo yake ni kuua ndoto zako. Malengo yake ni kuharibu hatima yako. Ndiyo malengo ya shetani. Ndiyo malengo ya shetani. Yeye anakuja ili aibe, ili auwe, ili aharibu. Ndio malengo yake. Ndio malengo yake. Ukisema kwenye Yohana 10:10 anasema mwivi haji ili aibe, achinje na kuharibu. Ndio kazi ya mwizi. Ndio kazi yake ni kuiba na kuharibu na kuua. Lakini kumbuka, hauko tena chini ya mamlaka hiyo. Hauko chini ya mamlaka hiyo. Mungu ameshatutoa kule, ametuhamisha, ametuingiza katika ufalme wa mwanaye Yesu Kristo, ambaye ni mshindi na sisi tu washindi wapendwa. Sisi tu washindi. Lakini kwenye ile Luka ambayo pia tunaendelea kuisoma, Luka 10:19,
Luka 10:19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui. Oh, haleluya. Mpendo, umeingia hapa katika asubuhi hii ya leo. Unayo nguvu ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu za adui zake zote. Eti kuna wachawi. Tukemee wachawi katika asubuhi hii ya leo. Hebu jitamkie, hakuna mchawi atakayonitesa tena. Hebu jiambie kwamba laana zote ambazo zimetamkwa juu yako hazipo tena, hazina mamlaka tena. Wewe ni mwana wa kifalme. Wewe ni mwana wa Mungu. Jiondolee mikosi. Jiondolee laana. Jiondolee vifungo ambavyo vimefunga maisha yako. Jiondolee vifungo ambavyo vimefunga kazi yako. Vimefunga familia yako. Oh, Mungu afungue vifungo vyote vya ibilisi ambavyo ameweka katika maisha yetu. Mungu atukomboe. Kama ni magonjwa ambayo yametumwa na ibilisi, katika jina la Yesu Kristo na yaamuru yatoke katika asubuhi hii ya leo. Kama kuna vifungo shetani ambavyo ameweza kuweka katika maisha yako, kama kuna mahali shetani amefunga, na vifungua vifungo kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mtoto ambaye amepotea kwa sababu ya nguvu za giza, kama kuna mtoto ambaye ameingia kwenye uraibu kwa sababu ya nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo mtoto wako akarudi. Mungu kamfungue yule mtoto ambaye ametanga mbali na upendo wako. Yule mtoto ambaye amelogwa, yule mtoto ambaye ametumiwa nguvu za giza, Baba kamrudishe kwa familia yake. Mrudishe Baba. Kwa upendo wako Yesu. Kwa upendo wako. Rudisha wana na binti zako mahali pazuri, mahali umesema ya kwamba utajenga misingi yetu kwenye mawe mazuri yanayoshine, yanayong'aa kwa utukufu wako. Jenga familia zetu Baba. Jenga familia zetu kwa heshima yako na utukufu wako. Yesu hakutuacha dhaifu. Hapana. Hakutuacha dhaifu. Alitupa mamlaka ya kukanyaga nguvu za nyoka na nguvu za nge na nguvu za adui zote. Amekupa mamlaka, amekupa authority. You have the power za kukemea kila kitu. You have the power. Una nguvu. Jana kuna mtu aliimba, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Kuna nguvu ya ajabu katika damu ya Yesu Kristo. Mpendwa, asubuhi hii ya leo nakutamkia, damu ya Yesu Kristo ikafunike familia yako. Damu ya Yesu Kristo ikapite katika maisha yako, ukasafike, ukatakasike, ili uwe kiumbe kipya. Magonjwa ambayo yamekutawala yakakome kwa jina la Yesu Kristo. Damu yake ipite katika maisha yako. Damu yake ipite katika damu yako, ukasafishwe. Eti kuna kansa, Mungu akaondoe kansa kupitia damu yake. Akaondoe magonjwa yasiyoponyeka, akaondoe visukari, akaondoe magonjwa yote ambayo yaliyotumwa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Naomba tuwe huru. Baba, tuweke huru. Gusa binti yule ambaye anateseka. Gusa baba yule ambaye anateseka. Gusa mama yule ambaye ameteseka. Wanafunzi ambao wametamkiwa laana, Baba, ninafungua laana zote kwa jina la Yesu Kristo. Wakasome, wakamalize na wakalisifu jina lako. Kitabu cha Marko 16 mstari wa 17. Marko 16:17 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mpendwa, narudia, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Oh, haleluya. Mapepo katika asubuhi hii ya leo yashindwe kwa jina la Yesu Kristo.
yakome kwa jina la Yesu Kristo. Yaachie wana na binti za Bwana. Wale ambao wamefunga biashara za wana za watu washindwe. Ninasema washindwe, ninarudia washindwe kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Naomba Mungu akafungue milango ya biashara yako. Naomba Mungu akasimame pale mlangoni penye biashara zako. Malaika walinde biashara yako. Malaika walinde mashamba yako. Wapendwa, una haki ya kukataa nguvu za giza. Una haki ya kukataa nguvu za giza. Una haki ya kuombea mtu mwenye nguvu za giza, as long as tu hizi ishara utakuwa nazo. Anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 14:15. Mpendwa, shika amri za Bwana. Shika amri za Bwana. Leo usiwe baridi, kesho uwe moto, kesho kutwa uwe baridi. Hapana, hapana, hapana. Jenga ile imani yako kwenye ule msingi imara wa Yesu Kristo. Alafu uone maajabu ya Mungu, uone mkono wa Mungu namna ulivyo mkuu. Uone namna ambavyo Mungu atajenga msingi ya nyumba yako, atajenga msingi ya kazi yako, atajenga maisha yako tena upya. Ajenge tena maisha yako upya. Una uwezo wa kufukuza nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Alafu unaweza kushinda, na una ushindi tayari. Una ushindi mkononi mwako. Tumia ushindi. Tumia ushindi mpendwa. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 anasema, Waebrania 4:12, maana neno la Mungu li hai milele na milele, li hai. Alafu kuna mahali pamoja amesema kwenye kitabu cha Mathayo Mathayo ngapi? 5:17 anasema, ni bora mbingu na dunia viondoke kuliko neno lake litoke, hata kitu kanuku kadogo. Bora mbingu na dunia vitoke. Sasa neno lake li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Haleluya. Mpendwa, naomba ujitamkie, naomba ujiambie kwamba wewe ni mshindi kwa sababu uko ndani ya Bwana na Bwana yuko ndani yako. Mruhusu Bwana tawale maisha yako. Mfungulie Bwana ingie katika maisha yako ili uweze kuwa mshindi, Anasema tena, la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na vifungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Haleluya. Wapendwa, tusome kwenye Ufunuo wa Yohana 12:11 anasema, nao, Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Damu ya Yesu ikawe juu yetu katika asubuhi hii ya leo. Damu ya Yesu ikatufunike tuweze kuwa washindi, tuweze kujikomboa katika nguvu za mwovu ibilisi. Mungu tukomboe, tutoe katika vifungo vya ibilisi Baba. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Mpendwa, tumia neno la Bwana
ili uweze kuwa mshindi. Usijali maisha yako, usijali magonjwa yako, jali yule ambaye anaweza kuponya magonjwa yako. Yule mruhusu aingie katika maisha yako. Hata ukifa, mpendwa, utafufuka katika ufufuo wa kwanza. Katika ule ufufuo wa washindi utakuwa wa kwanza, utakuwa miongoni mwa wale ambao watakaomlaki Yesu Kristo. Usijikatie tamaa kwa sababu ya magonjwa, na hayo magonjwa hayana mamlaka, hayana mamlaka. Bwana atulinde sana. Damu ya Yesu inafuta laana zote. Damu ya Yesu inavunja maagano mabaya. Damu ya Yesu inaleta ushindi. Mathayo 17:21. Mathayo 17:21. Aina hii haitoki ila kwa kusali na kuomba. Yeyote ambaye anajua ya kwamba anaweza au anahisi kama kuna nguvu za giza, naomba tuweze kuomba. Naomba tuweze kuomba na tuweze kufunga. Tuweze kufunga ili tufungue vifungo vya muovu ibilisi. Unajua kuna ndugu yako amefungwa, tumuombee katika asubuhi hii ya leo. Tumuombee katika asubuhi hii ya leo. Unajua kuna mtu ambaye unahisia kwamba kuna namna ambavyo haviendi vizuri, tumuombee katika asubuhi hii ya leo. Mpendwa, tunakaribia kumaliza, lakini sikiliza. Yakobo 4:7. Yakobo 4:7 anasema, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini mpendwa, inatangulia kusema kwamba mwamini Mungu. Basi mwaminini Mungu. Amini ya kwamba wewe ni mshindi. Amini ya kwamba wewe umepona. Amini ya kwamba vifungo vyote kwa damu ya Yesu Kristo vimefunguliwa. Amini. Amini. Imani yako leo tena tunaijenga. Leo tena tunajenga imani yetu. Leo tena tunajenga imani yetu. Mpendwa, napenda kuhitimisha. Yesu pale msalabani alisema imekwisha. Ukisoma 19:30 kitabu cha Yohana. 19:30 kitabu cha Yohana. Yesu alipotamka imekwisha, alikuwa sio kwamba ametangaza kushindwa, bali alikuwa anatangaza ushindi. Alikuwa anatangaza kwamba laana zimevunjwa, minyororo imekatika, nguvu za giza zimeanguka, vifungo vimefunguliwa, maagano mabaya yameondolewa. Sasa ni wakati wako kusimama na kuchukua ushindi wako katika asubuhi hii ya leo. Bwana awabariki. Mpendwa, katika asubuhi hii ya leo tunapotaka kwenda kuomba, watumishi wa Mungu watakapoomba, na wewe omba kwa imani. Ongeza ile imani ambayo tulikuwa nayo hapo jana. Ongeza, Bwana atumike na imani yako. Naenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu Jonas Sire, mtumishi wa Mungu Gerard Gichaba. Lakini pia niombe kama kuna mama mmoja jasiri aje atusaidie pia katika maombi. Alafu tunaye mama yetu Elizabeth ambaye tumemweka katika maombi yetu kwa wiki hii, lakini pia na wengine. Yeye mama yetu Elizabeth anatuambia kwamba anasumbuliwa na nguvu za giza. Wanamsumbua usiku, wanapiga mawe kwenye nyumba, mara nasikia wanampiga, mara anaona simu inapotea, mara hawezi kupika. Amesumbuka sana. Kwa hiyo tunamweka katika maombi. Lakini pia tuna watu wengine ambao wameweza kuandika mahitaji yao kwenye comment section. Basi kwa ujumla pia tunawaombea, kwa sababu sikuweza kupata nafasi ya kujisoma. Lakini kile ambacho umeandika kwenye comment section, amini ya kwamba Bwana atatenda. Amini kwamba Bwana anakutendea kile ambacho umemuomba.
Nakumbuka ombi moja ambalo limesema kwamba kuna mtu kesho, leo au kesho, kulingana na mahali ulipo, anaenda mahakama. Bwana kutangulie. Hatua ya kwanza kesho iwe ya Bwana na utoke mshindi. Namba mama mmoja. Nimeshataja watu wawili, naomba mama mmoja pia. Mama mmoja basi huenda tapanisha mkono wakati watumishi wa Mungu watakuwa wanaendelea kuomba. Niombe basi mtumishi wa Mungu Jona, fungua mic, tupe ombi, na baada ya wewe mtumishi wa Mungu Gerard atafuata. Karibu sana wapendwa. Jina lako takatifu Baba yetu, kwa neema na rehema. Asante kwa nafasi hii. Sisi watoto wako kileta shukrani zetu za dhati za mioyo yetu Bwana. Mfalme, tukileta haja zetu. Asante kwa neno ulilotoa kinywa cha mtumishi wako. Naomba Mungu wetu iwe mbegu ya imani, tumaini katika maisha yetu. Naomba Bwana kuwa pamoja nasi sisi tunashiriki. Sema Mfalme ya kwamba tukipita na kutafuta yote kwa imani. Mfalme, tunainua sauti zetu juu tukikuita kwa imani kwamba Bwana ukaweze kuingilia kati vita vyetu vya kiroho ambavyo Bwana tazama tunapigana nguvu na mamlaka zote za giza kuu katika ulimwengu kiroho. Tupe nguvu, tupe uwezo, tupe mamlaka, tupe ujasiri ya kupigana Bwana vita hivi tukikutumainia kwa kila hatua. Baba, unapotupa ushindi, sifa na utukufu zote. Watu ambao wanapigana magonjwa, Baba, wape ambao wanapigana Bwana fungu vya ibilisi juu ya familia zao, juu ya ndoa na watoto wao, juu ya waume na wake zao Bwana, wakapate nguvu ya kushinda, na waliofungwa wakafunguliwe katika Yesu. Wale ambao Bwana nguvu za giza haiwapi amani ya kutulia katika manyumba zao, katika kazi zao na shughuli zao Bwana, tunatamka nguvu na uwezo, tunatamka mamlaka kwa jina la Yesu. Tunatamka ushindi kuanzia sasa, ya kwamba hakuna hata mtoto wako mmoja atakayeteseka chini ya nguvu za giza, kwa sababu Mungu wewe ndiye mwenye nguvu na uweza na mamlaka zote, na umeahidi ya kwamba Bwana nguvu haya ni sehemu ya urithi yetu katika jina la Yesu. Kwa katika jina la Yesu Bwana, tutakemea mapepo na watatii. Mapepo yakatii sauti zetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Baba, wale ambao wanahitaji uponyaji wakapona katika jina la Yesu. Ambao wanatamani kuwa na amani katika familia zao, katika maisha yao Bwana, wakapate katika jina la Yesu. Tano na mahitaji za watoto wao. Wengi wametaja kwa ajili ya watoto wao, wametaja kwa ajili ya ndugu zao, wametaja kwa ajili ya wapendwa wao katika familia, ya kwamba wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji kuimarishwa, wanahitaji kuwekwa huru Bwana, wanahitaji Bwana kukombolewa, wakapate ukombozi kwa njia ya kipekee kupitia kwa madhabahu hii katika jina la Yesu. Baba, wacha tuone furaha ya kutembea pamoja. Wacha tuone weza watu waliovunjika moyo
wanaopitia mateso magumu makali, wanaopitia katika mikono ya Ibilisi, nimesema hakika Bwana, kwa amri na mamlaka ya jina la Yesu, wanapata ushindi, wapate ushindi katika jina la Yesu. Popote tunapoenda, popote tunapoingia na kutoka, Bwana, wacha nguvu zako zikaandamane nasi. Dunia itambue ya kwamba sisi ni watoto wako, maana sisi si wa ulimwengu huu, na wewe Kristo uliye ndani yetu ni mshindi Bwana. Kwa hivyo kupitia kwa wewe Bwana, sisi nasi ni washindi. Pote ambapo Bwana tunakumbana na vizuizi, tunakumbana na upinzani wa nguvu za giza Bwana, ikiwa ni kazini, ikiwa ni katika biashara zetu, ikiwa ni katika mapito zetu Bwana, watu ambao tunatangamana nao waliobeba Bwana nguvu za giza, wakatetemeke na kunyenyekea mbele zetu kwa jina la Yesu. Baba, unapotenda mema, sifa zote na amani yako itamalaki yetu tunapoendelea Bwana kukutafuta kwa mioyo yetu yote. Baba, zaidi sana endelea kutuandaa kwa jina. Tupe tumaini, tupe ujasiri Baba, hatimaye mwisho wa haya yote nalo ahadi lile zuri, tumaini kuu kwa jina la Yesu. Tuhifadhi sote Bwana, atakaporudi mara ya pili Kristo, sote tukiwa watoto wako tukapatikane katika kundi lile Bwana tutakalolichukua kwa ajili ya mtumishi wako anapoendelea kunena, kuomba na kutamka baraka. Wacha iwe jinsi ambavyo Bwana itakavyokupendeza na kuridhisha. Kwa imani kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye. Amen. Dada Blessed, karibu. Blessed, Baba na Mungu wetu, masaa haya tunakuchambeleza. Sifa na shukrani sikurudie wewe, maana unastahili utu. Mbali wewe huu Jehova ni wewe. Sisi hatuna nguvu yoyote Baba, ila ile uliotukabidhi Baba, kupitia neno ambalo tumesoma, nguvu na mamlaka. Sema ni asante Baba, tunanyenyekea miguuni pako tukiomba toba na rehema. Tusamehe dhambi na makosa. Mikono yetu na mioyo yetu imechafuka. Damu yako iliyomwagika msalabani ikanene mema juu ya maisha. Wewe ndiye uliyetuumba, Genesis 1:27. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hakika tukisoma neno tunaona ya kwamba we are almost second in you. Hata malaika Baba wako kando. Ni upendo wa jinsi gani Mungu wetu ambaye ulitupea sisi, hata wakati tulipoasi ukamtoa mwana wako wa pekee. Asubuhi ya leo namhakikishia dada Elizabeth kwamba ile nguvu iliyo ndani yetu ni kubwa kuliko ya wao. Amen. Baba, walishindwa hata wakati Yesu alipopita pale Gerasia akawatoa wale pepo. Hawakuweza tena kurudi katika yule jamaa. Na Baba, yeye alikaa pale na akaanzisha Ukristo katika mahali pale. Amen. Mungu wetu, kishuka mkumbushe dada Elizabeth ya kwamba yeye ni mfano wako. Kilicho ndani yake ni kubwa kuliko kile ambacho kinachomhangaisha. Amen. Baba, katika hii familia ya Power Request, watoto wako wamekuja kwako, maana wewe ni Ebenezer. Tumekuja kudai ahadi zako kwa Ibrania 6:13. Uliposema ya kwamba kubariki utatubariki na kuongeza utatuongeza. Lakini kuna changamoto ambazo ziko katika maisha ya kila mmoja wetu. Wengine wanapambana na magonjwa. Wengine wanapambana na addiction ya watoto.
wengine wanapambana na madeni. Baba, huenda ikawa ni zile dhambi ambazo tulizofanya tunazolipia, labda tulisisahau kwa njia moja au nyingine. Baba, huenda ikawa ni majaribio ambaye tunayopitia kama Ayubu. Huenda ikawa Baba, tulifungwa na ancestral spirits zingine hata tujui tukiwa wadogo. Baba, yote na kuachia, maana wewe ni Ebeneza. Amen. Asante kwa kuwa umetuahidi ya kwamba wanaokutumaini ni kama mlima Sayuni. Hallelujah. Hakika tutayaweza yote katika wewe ututiaye nguvu. Mungu wetu, kuna wale ambao wanaorani hii power request. Baba, watoto wako wawe wamebarikiwa, watoto wao wasirandarande mitaani wakiombaomba Baba. Maana the silver and the gold belongs to you. Hagai 2:8-9. Mungu, wewe ndiye ulionena na ahadi zako ni kweli. Baba, Psalms 24, dunia hii na visasavyo ulimwengu ni vya kwako. Najua ya kwamba shetani ni muongo. Mungu wetu, tembea kila nyumba ambayo iko represented hapa, walioamka na wale ambao wengine hawako. Ukaguze mahitaji ya kila mmoja wetu. Baba, unayajua. Wengine yameandikwa katika power records. Mungu wetu, ile nguvu iliyokuwa wakati ule bado najua ingali. Siku hii ya Wednesday, Jehova Jireh, tunanyenyekea, tunakuomba Baba, wewe ni Abba Father, ukaguze kila mmoja wetu. Baba, tukitoka takaporudi jioni, useme tumekutana na uso wako. Hallelujah. Ndio hata wale wa ulimwengu wanapotuona Jehova, wajue kuna Mungu wa Wasabato. Baba, wajue kuna Mungu anayeishi katika mbinguni. Wajue kuna Mungu wa Waisraeli aliyefusha Waisraeli katika shamu ya bahari Baba. Nyuma yetu ni Waisraeli, ni wa Egyptians. Mbele yetu ni bahari. Baba, nini kilicho mkononi mwetu ambayo kitafanya bahari igawanyike? Imani yetu ni hapa. Naomba kwa njia ya kipekee tujazie imani. Yesu, asante kwa kuwa umetenda na unaenda kutenda na umetubariki. Siku hii ndio siku uliyoitenga, Psalms 118. Tutashangilia na kufurahia milele. Neema yako isidi kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Yesu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Hakuna mwenye ishara kuu kama wewe. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, unayestahili sifa zote, mbele zako Baba tunanyenyekea kusema asante, kwa kuwa hatuna mwingine wa kuabudu. Baba, kwa neema zako Mungu tuko hapa. Asante kwa kutupokea jinsi tulivyo, lakini kwa sababu wewe ni mwingi wa neema Baba, umetuneemesha asubuhi ya leo. Asante kwa kutubadilisha kuwa viumbe. Asante kwa sababu umetupatia jina la mamlaka. Kwa jina lako Yesu shetani anapiga magoti. Kwa jina lako Yesu Kristo wachawi na waganga wote wanapiga magoti kukiri wewe ni Bwana. Kwa jina lako lililo hai Bwana, jina linalopita majina yote mbinguni na duniani, tunaagiza nguvu zote za giza kwa mamlaka ya jina lako na damu yako na neno lako lililo hai. Tunaagiza vichawi, waanga, mamlaka yote ya giza
yanayosumbua dada Elizabeth yakome kuanzia sasa na yasionekane tena katika jina la Yesu. Baba, zungusha malaika wako katika boma la Elizabeth, wafanye msako na kung'oa kila aina ya mbegu za mwovu shetani na kuharibu ngome zote na madhabahu na maagano ambayo yako katika maeneo hayo. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, huyu mama na wajukuu na uzao wake wote tunawasamisha ndani ya damu ya Yesu Kristo, na wawe huru kuanzia sasa na katika siku zote za maisha yao. Katika jina la Yesu Bwana uliye hai, tunaagiza wote ambao wanaamka usiku kwenda kusumbua mama yule, asile, asilale, asifanye kazi. Baba, tunaagiza kwamba hizo nguvu zote zisambaratike kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Baba, sisi uliyetuumba kwa sura na mfano wako, umetupatia mamlaka kwa jina la Yesu, kwa neno lako lililo hai, tuje kinyume na nguvu zote za mwovu shetani. Baba, haijalishi uchawi ambao unamsumbua Elizabeth misingi yake ni wapi, Kristo wewe ndiwe jiwe lililokataliwa na washi, jiwe ambalo Baba linatawala milele hata milele. Baba, ninaomba ushuhuda kupitia kwa Elizabeth na kila anayeteswa na nguvu za giza. Naomba sasa ushuhuda uanze kujitokeza ili uinuliwe, shetani akaaibishwe na sisi tujengeke katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, usiruhusu wachawi kujipiga kifua, usiruhusu waanga na waganga wakajiinua wakatuuliza Mungu wenu yuko wapi. Baba, kuanzia sasa na ijulikane tuna Mungu anayetawala mbingu na nchi. Tuna Mungu aliyeshusha moto wakati Elia alipomuomba. Kuna Mungu aliyeshusha moto ukateketeza na kuharibu zile kafara zilizotolewa kwa wakati ule. Ule moto ulioachiliwa ndio tunaomba ukashuke na kuangamiza kila aina ya nguvu za giza katika jina la Yesu. Baba, naomba nikushukuru kwa niaba ya mtumishi ambaye umemwandaa akaleta ufunuo na akaleta mafundisho haya, akatutia nguvu jinsi ya kuja kinyume na nguvu za giza. Naomba ukamfunike familia yake, ukawatunze kwa damu yako, na kila mmoja ambaye ako katika ukumbi huu pamoja na familia zao wakafunikwe ndani ya damu ya Yesu Kristo. Baba, kuna mtu hapa akilala anaona akifanya mapenzi na mtu anayemfahamu ama asiyemfahamu. Kuanzia sasa, wale watu ambao wamekuwa na mabwana wa kiroho, mabibi wa kiroho, wanasababisha ndoa zao zinaanza kuyumba, tunaomba damu ya Yesu iingilie na kuwatakaza wote na kuwapatia divorce wale mabwana wa kiroho na mabibi wa kiroho katika jina la Yesu. Hakuna vile mwanadamu wa mwili atafanya mapenzi na kuana na nguvu za giza. Hizo sasa tunazikataa katika jina la Yesu. Kama kuna mtu hapa amelishwa chakula ambacho hakuagiza, amelishwa katika ulimwengu wa giza, Baba, naomba ukamtabishe hayo yote, ukamfungue akawe huru katika jina la Yesu. Kwa sababu Baba, katika kulishwa hivyo kuna watu wameingia kwa maagano pasipo kufahamu. Kuna watu wamechukua magonjwa ndani ya tumbo zao kwa sababu walilishwa katika ndoto. Kuna watu hatima zao zimefungwa, wanatembea katika misitu ambayo haina njia kwa kuwa njia zao zimefungwa. Baba, vile ulimwambia Isaya 45:2 kwamba malaika zako watatangulia, naomba wakatutangulie sisi sote, wakanyosha mapito yetu katika jina la Yesu. Baba, simama na watoto wako hawa masaa haya usiku hapa, kwingine ni alfajiri, kwingine ni mchana, lakini kwako ni nuru tele. Naomba hiyo nuru ikatuangazie sisi sote katika jina la Yesu. Ondoa giza mbele yetu, ondoa mavazi machafu, mavazi ya giza, mabuibui ya giza, ukatufishe mavazi ya utukufu wako. Baba, nasema asante kwa wewe ni Mungu uliye na uwezo, na ulipona ngoja wakati kama huu tukuite uanze kutenda. Ni wewe uliahidi kwamba niite wakati wa mateso na
tutakutukuza. Tunakuita kwa wakati huu Baba, tukuone ukitenda. Asante kwa kuwa unasimama sawasawa na ahadi zako, katika jina la Yesu, kwa imani kwamba utatenda. Mtumishi Jean Marie anapotamatisha, Mungu naomba ukamtumie, atamke tena mibaraka kwetu sisi sote, na yale ambayo hatukuombea Kristo ukamkumbushe, na yale ambayo hutamkumbusha Kristo utuombee wewe. Kwa imani ni katika Kristo, na sote tunasema amen. 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 Karibu dada yangu Mara Ngulo. Mara Ngulo. Baba, katika jina la Yesu, nakuja sasa miguuni pako, nikiomba rehema kwa ajili yangu, nikiomba rehema kwa ajili ya wanagrupu, nikiomba rehema hata kwa mhubiri aliyetoa somo asubuhi ya leo. Baba, tunaomba msamaha mbele zako. Sisi tulio wa dhambi, sisi ambao kila wakati tunafikiria mabaya, tunatenda mabaya, Baba tunaomba utusamehe. Tunashukuru kwa sababu Yesu kila wakati unatunyenyekeza chini ya mkono wako ulio hodari kupitia neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Baba, tunakuja miguuni pako tukiwa tumebeba mizigo ya dhambi. Tunaomba Yesu kapate kutushusha. Lakini Baba, usiku huu kuna watoto wako wanaoleta haja zao miguuni pako. Unamuona mama yule ambaye amedumu na madeni kwa muda mrefu ambayo hayalipiki. Na hata wakati mwingine anajisikia vibaya, anafedheheshwa, anasondwa vidole. Tunaomba Yesu kamfungue katika madeni yake. Kamfungulie njia katika biashara anazozifanya, hatimaye akaweze kuondokana na madeni. Lakini Baba, tunamuombea mtoto yule ambaye amekuwa akifuatiliwa roho yake na ndugu zake na mama yake mdogo. Baba, kamfungue, wewe usiyeshindwa jambo lolote. Wewe ni Bwana wa mabwana Yesu. Kama uliweza kuwafungua wenye mapepo, kama uliweza kuwafungua waliosetwa, kama uliweza kuwafungua walioshindikana, Baba mfungue mtoto yule. Lakini si hivyo, kuna mtoto anayeombewa juu ya masomo yake. Yawezekana ameshikwa na nguvu za giza katika darasa analosoma. Shetani amejiinua mashuleni na kuweka giza kwa watoto wetu. Usiku Baba, nakemea katika jina lako. Shetani hana nafasi katika familia zetu wakiwa huko shuleni. Hana nafasi watoto wetu wakiwa majumbani. Baba, tunaomba malaika wale wa ulinzi, malaika wale ambao wanashuka na kupanda, wakatembee katika mashule, wakitoa nguvu za giza ambazo shetani anajiinua kwazo. Lakini si hivyo Baba, na mwenua Elizabeth, ulimuumba Yesu kwa mfano wako, kwa sura yako. Baba, watu wako wameitafuta uso wako kwa muda wa wiki zima. Naomba Yesu sasa ujibu. Naomba Yesu sasa utende, kwa sababu tunakuja kwa imani. Baba, hujawahi kushindwa. Hujawahi kushindwa Baba. Tenda lililo jema Baba. Watumishi wako wameomba. Watumishi wako wamekuita. Naomba Yesu utuitikie usiku wa leo. Baba, niseme nini mbele zako? Hatuna kwingine kwa kwenda. Lakini Yesu, Bwana, nguvu za giza zina nafasi kwetu. Bwana, uchawi hauna nafasi kwetu. Bwana, ushirikina hauna nafasi kwetu. Baba, nakemea katika jina lako. Naomba damu yako iliyomwagika pale msalabani ikaende sasa ikimuosha kila mmoja katika grupu hii. Damu yako ikaendelee kutamalaki katika maisha yetu, ikitusafi tuitwe wana wako. Naomba yule Roho Mtakatifu kiongozi akaendelee kunena nasi, akaendelee kuzungumza nasi, akaendelee kutuepusha na kila namna ya mitego ambayo shetani kila wakati anatutegea. Baba, niseme nini mbele zako? Kuna watu wako wanaomba kimoyomoyo hapa. Yesu, sikia maombi yao. Unganisha na maombi haya ambayo watumishi wako wameomba na ninaloliomba, na takaloendelea kuomba mtumishi wako. Kapake mafuta mabichi Yesu, tukakubariki sasa usiku. Baba, nakuita,
na kuita mimi mdhambi nisiyestahili. Itika Baba sasa. Tumekuamsha sasa, usikie haja ya mioyo yetu. Baba, naenda kinyume na wale wanaotunuizia mabaya. Baba, kawafedheheshe, kawaaibishe usiku huu. Moto wako wa kimbingu na ushusha sasa. Baba, tusaidie. Tuneemeshe. Tunakimbilia kwako, tusiaibike milele. Tumeshaaibishwa vya kutosha Baba, tumechoka. 2026 tunaomba Yesu tukatembee katika nuru yako. Kama ambavyo Baba toka Januari tunaona mkono wako ukinena nasi, ukizungumza nasi, ukituonekania katika shida zetu, katika vifungo vyetu ulivyotufungua. Baba, tunasema asante sana. Hata kwa maombi yetu tunayoendelea kwa siku hizi 90, endelea kuonekana Yesu. Baba, nazidi kujiachia kwako, nikiomba maombi atakayoendelea mtumishi wako. Baba, kayapake manukato, hatimaye tukajibiwe sawa sawa kadri unavyotaka wewe. Kwani nimeomba haya machache na kushukuru kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Amen. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi, kwa bei ya mauti yake mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu. Muda kitambo atarudi, ili alipo niwepo. Kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Yesu, uliposema imekwisha pale msalabani, laana ilikuwa imevunjwa. Uliposema imekwisha pale msalabani, minyororo ilikuwa imekatika. Uliposema imekwisha msalabani, nguvu za giza zilikuwa zimevunjika. Uliposema imekwisha msalabani, vifungo vilikuwa vimefunguliwa, maagano yalikuwa yameondolewa. Baba, asante mtakatifu wetu. Basi imekwisha kwa wana na binti zako. Wabariki, watakase, waponye. Tenda sawasawa na mapenzi yako kwa kila mmoja aliyeingia katika platform hii. Amani yako mtakatifu ikatawale. Nasi tumeomba kwa imani, tukijua ya kwamba tumekombolewa na umeenda kutuokoa na umeenda kutuponya, katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Asante sana wapendwa wa Mungu. Niwatakie alfajiri njema, niwatakie usiku mwema. Bwana awe pamoja nanyi. Tunawapenda, nawatakia kila la heri. Tuonane tena saa 3 ya usiku majira ya Tanzania. Kwa heri.